Ombi la kwanza ni kushughulika na maneno yaliyo katika ardhi, kwa sababu kuna maneno usimama katika ardhi, na haya maneno yasiposhughulikiwa, ardhi inaleta mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikupe maandiko alafu utayasoma kwa wakati wako. Unaweza kuandika kwa haraka. Kitabu cha Yeremia sura 22 mstari wa 28 mpaka 30. Yeremia 22 28 mpaka 30. Utaandika kitabu cha Yoshua sura ya 6 na mstari wa 26. Alafu pembeni ya Yoshua 6:26 utaweka Wafalme wa kwanza 16:34. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tamalizia na Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 36. Sasa nikupeleke kwa haraka hapa kwenye kitabu cha Yeremia 22:29 anazungumza, anasema nchi sikia neno la Bwana, andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Haleluya. Hatafanikiwa katika siku zake zote, na hata hakuna katika wazao wake watakaofanikiwa waketipo katika kiti cha enzi cha Daudi. Ujumbe, nchi inaambiwa, ardhi inaambiwa, na anayezungumzwa hapa ni mfalme Yoakim. Akiwa na miaka 25, unabii huu Yeremia anauachia, akiiambia nchi iandike habari za Yoakim kwamba hatafanikiwa. Yoakim alitawala kwa miaka 11, mfalme wa Babeli akaja akaipindua nchi yake. Yoakim akapelekwa utumwani Babeli. Akiwa utumwani Babeli, mfalme wa Babeli Nebukadreza akamsimamisha mtoto wake Yekonia, akamwambia wewe utatawala kwa nafasi ya babako. Akatawala miezi mingapi? 3. Na huyo mtoto naye akaondolewa kwenye kiti cha enzi, akafanya aliyo machukizo, akatolewa. Baadaye akawekwa ndugu yake Yoakim akiitwa Sedekia. Amen. Alikuwa anaitwa Matani, akabadilishwa jina, anaitwa Yekonia, akaitwa Sedekia. Naye Sedekia alipowekwa naye hakudumu, naye akaondolewa. Kwa nini hao watu hawakai katika ufalme? Kwa sababu katika ardhi kulikuwa na maneno yanayowazuia. Kuna mtu uko hapa, kinachokuzuia sio kama umelogwa hapa Kilimanjaro. Tangu ardhi ya kwenu kuna maneno yanakuzuia. Kuna wengine mko hapa, vita ulivyo navyo haviko hapa. Ni ardhi ya Kibosho inashindana na wewe, ni ardhi ya Malangu inashindana na wewe, ni ardhi ya Rombo inashindana na wewe. Kuna maneno yalisimama kwenye ardhi ya kwenu na kusema watu wa nyumba hii hawatafanikiwa. Halo. Kwa tunapoingia kwenye haya maombi, lazima tushughulike na maneno katika ardhi. Kila maneno yaliyosimama katika ardhi yako tutayafuta kwa damu ya Yesu. Leo tutaingia katika maombi na kufuta kila maneno yaliyosimama katika ardhi ya baba yangu, yaliyosimama katika ardhi niliyonunua, yaliyosimama katika ardhi ya shamba nililonunua. Vinafuta kwa damu ya Yesu. Lazima ujue namna ya kufuta kila maneno katika ardhi. Geukia jirani yako, mwambie futa maneno katika ardhi. Kwa hiyo tunaona hapa Yekonia, Yoakimu wanashindwa kutawala. Kumbe tatizo ni ardhi ina maneno, imeambiwa hatafanikiwa yeye wala wazao wake, wala hakuna yoyote atakayefanikiwa. Kwa wanajikuta wanaenda utumwani, wakishika nafasi ya utawala wanatolewa, akiingia kwenye nafasi ya utawala wanatolewa. Kwa nini? Kumbe kuna maneno katika nini? Ardhi. Wakati Yoshua ameuangusha ukuta wa Yeriko, sura ile ya 6 mstari wa 26, Biblia inasema akasema mtu yoyote, akaiambia ardhi, mtu yoyote atakayekuja kujenga nchi
Siku atakapoanza kujenga atafiwa na mtoto wake wa kwanza, na atakapoweka malango atafiwa na mtoto wake wa mwisho. Kwenye kitabu cha Wafalme tunaona mtu anakuja kujenga pale, anapoanza kujenga anafiwa, anapomaliza kujenga anafiwa. Maneno yameshikiliwa kwenye ardhi, kwa sababu ardhi ina uwezo wa kutunza kumbukumbu. Kwenye kitabu cha Yeremia anasema andika habari za mtu huyu. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema rekodi, yani tunza kumbukumbu, weka rekodi habari ya mtu huyu. Kwa unaweza kukuta mtu amekufa lakini ardhi ina rekodi. Mtu amekufa lakini ardhi imebeba kumbukumbu, kwa sababu hii ardhi tulionayo leo sio tumeipata leo, ilikuwepo na itaendelea kuwepo. Sisi tutakufa, yenyewe itabaki. Kwa hiyo ikishika kumbukumbu, ikiwa na maneno kama hayo, maneno hayajashughulikiwa katika ulimwengu wa roho, yanaweza kuwazuia kizazi kijacho. Ninasikia kutabiri juu ya mtu hapa, kila maneno yaliyotamkwa kwenye ardhi yenu tunayafuta. Kila maneno yaliyotamkwa kwenye ardhi yenu tunayafuta. Kila vita katika maneno tunayafuta. Nisaidie kutafuta watu watatu, wapo tano za juu, waambie kila maneno kwenye ardhi tunayafuta. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kila maneno yanayozuia biashara tunayafuta. Kila maneno yanayozuia kazi tunayafuta. Kila maneno yanayozuia watoto wako wasiolewe tunafuta. Kila maneno yanayozuia biashara yako isiinuke tunafuta. Maneno yanayozuia usichanue tunayafuta. Maneno juu ya ardhi yanayoshindana na wewe tunayafuta. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Kuna mtu mmoja anaitwa Shemai. Huyu Shemai akakutana na Suleimani. Suleimani akamwambia Shemai, jijengee nyumba yako humu Yerusalemu, usitoke. Siku utakapotoka utakufa. Na Shemai akakaa pale Yerusalemu akiwa na amani. Biblia inasema miaka 3 baadaye Shemai akatoka. Alipotoka ndipo alipokufa. Ardhi ina uwezo wa kutunza kumbukumbu ya maneno. Kwa kuna watu leo vita ulivyo navyo ni kwa sababu ardhi ina maneno kinyume na wewe. Ardhi inapambana kinyume na wewe kwa sababu kuna maneno yanasimama kinyume na wewe. Hautaki kunisikia tena? Hautaki kunisikia tena? Amen. Ngoja tusome andiko moja au nikupe ile andiko alafu nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili 17:26. Amen. Waashuru wakaenda kukaa katika Samaria, na Biblia inasema walipoanza kukaa katika Samaria wakaanza kuliwa na simba. Wakaanza kuliwa na simba. Alafu Biblia inasema mtu akamwambia mfalme wa Ashuru, akamwambia wale Waashuru uliowapeleka wakakae katika nchi ya Samaria wamekuwa wakiliwa na simba kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo simba ameachiliwa ili awameze. Kwa watu wanakufa kwa simba, kumbe sio shida, sio simba, shida ni ardhi. Hawajui kawaida, hawajui desturi ya ardhi. Kumbe ardhi inaweza kuwa na maneno na ukienda kinyume nayo inashindana na wewe. Ninatangaza kila maneno yaliyo katika ardhi tunashindana nayo, tunayafuta. Halo. Hujawahi kuona kuna ardhi zingine tu, kwa mfano kule kwetu, sijui kwetu leo, mimi babangu akifa, amen, nikazika, nikataka nijengee kaburi, lazima nianze kumjengea yule wa kwanza kuzikwa. Kuanzia pale niende wote ndio nimalizie nani? Babangu. Sasa kama kwetu tuashumu wamekufa watu 30 kwenye ukoo, maana yake nijenge makaburi ya watu wangapi? Kuna mtu anasikia vizuri? Na nikijenga sasa, achana nao, hao watajijua mimi najali baba yangu. Nikajenga la baba yangu, mazala yanafanya nini? Yananipata, unakufa. Umeelewa? Na hiyo kwetu, sizungumzi kwenu, kwetu ni kitu cha nini? Cha kawaida. Ndio kawaida ya ardhi. Kuna mtu anaelewa? Hii kawaida ikutokea tu hivi, manake kuna maneno yalitamkwa kwenye ardhi
ambayo imekuwa kawaida ya ardhi. Kwa unakuta wakati mwingine una uwezo wa kujenga kaburi la baba yako, unatamani lisipotee, lakini unaogopa kwa sababu unasema nikitia mkono hapa kesho sipo. Kuna mtu anaelewa? Kwa sababu kuna maneno katika nini? Katika ardhi. Sasa watu wameingia katika eneo, hawajui kulikuwa na maneno katika ardhi. Kwa walipoingia wakajikuta wanaliwa na simba kwa sababu hawajajua maneno yaliyo katika ardhi. Mimi nataka nikuambie, kama kuna ardhi umenunua, shamba umenunua, na kuna maneno yoyote katika hiyo ardhi, leo tunayafuta kwa damu ya Yesu. Leo tunayafuta kwa damu ya Yesu. Kama umesema hawatafanikiwa katika hiyo ardhi, tunafuta. Amen. Kama kuna maneno nasema utainuka, tunafuta. Amen. Kama kuna maneno umesema utabarikiwa, tunafuta. Amen. Kila maneno katika ardhi yanafutika. Yes. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Kwa mkono wako sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika kila maneno yaliyo katika ardhi yangu, au ardhi ya baba yangu, au ardhi ya mama yangu, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sasa kitu kingine kinachozuia ardhi au kinaleta shida kwenye ardhi ni damu iliyo katika ardhi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 10, utasoma kwa wakati wako. Tunamwona mtu anaitwa Kaini. Alipomuua Abili, Mungu akazungumza na Kaini akamwambia, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi umelaaniwa wewe kwa sababu ya ardhi iliyoipokea damu ya ndugu yako. Utailima na haitakufanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ardhi inaweza ikawa ina damu na ile damu ikadai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka wote mfalme Ahabu aliposhirikiana na mke wake Yezebeli, wakamuua Nabothi ili wamiliki shamba. Wakaambiwa damu ile iliyomwagika ya Nabothi, na nyinyi damu yenu itamwagika kwenye ardhi hiyo hiyo, na nyinyi hapata kuwepo mtu yoyote atakayezikwa. Kila atakayekufa mjini maiti yake italiwa na mbwa. Kwa nini? Kwa sababu damu inadai katika ardhi. Kuna watu wengi damu zinadai katika ardhi. Damu zinapigana vita katika ardhi. Damu zinashindana katika ardhi. Ninaenda kumalizia hapo dakika chache. Sasa Biblia inasema katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, inasema katika Torati kila kitu kilisafishwa kwa damu, na pasipo damu hapakuonekana ondoleo la dhambi. Manake kila uovu na uharibifu unasafishwa kwa damu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Na inahitajika damu yenye nguvu ili kusafisha uovu ulio katika ardhi. Sasa Biblia inasema laana ya kwanza Mungu aliiweka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, iliwekwa katika ardhi. Na Biblia inasema laana hiyo ilifanyika kwenye bustani. Yesu naye anakuja kama mkombozi wa dunia, naye anakwenda kwenye bustani ya Getsemane. Biblia inasema laana ya kwanza ilikuwa juu ya ardhi, na damu ya kwanza ya Yesu kumwagika haikumwagika kwa kupigwa, ilimwagika katika maombi. Akiwa katika maombi, Biblia inasema hali yake ikabadilika, akawa anatoka jasho la damu, na Biblia inasema ile damu ikawa ikidondoka katika ardhi. Hii damu ya kwanza ilimwagika ili kukomboa kila laana ya damu katika ardhi yako. Nimekuja nitangaze katika jina la Yesu, hii damu tunayozungumzia Yesu Kristo ni damu inayonena mema kuliko damu zote, hiyo iliyomwagika katika ardhi. Bwana amenituma nikutangazie kila damu iliyomwagika katika ardhi yako. Leo tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Ardhi yako itakombolewa, ardhi yako itafunguliwa, nyumba yako itafunguliwa. Damu inenayo mema kuliko damu ya mwanadamu yoyote. Hii damu ilimwagika sio kwa kupigwa, ilimwagika katika maombi. Inasikia kutabiri juu ya maisha ya mtu, ardhi yako inakombolewa. Kama watu hawafanikiwi katika ardhi, wewe utakuwa wa kwanza
kuanza kufanikiwa katika ardhi. Kama watu hawainuki katika ardhi, wao utakuwa wa kwanza kuinuka katika ardhi. Kama watu hawabarikiwi katika ardhi, Bwana amenituma nikuambie wewe utainuka katika ardhi. Sitaki kujua ni damu gani inashindana na wewe. Ninachojua damu ya Yesu inakutetea. Damu ya Yesu itakupigania. Damu ya Yesu itakupa ushindi. Damu ya Yesu itakusaidia. Damu ya Yesu itafungua baraka. Piga kelele, sema ndio.